Hello, Tanzania, Africa, and the worldwide. My name is Anania Bishan Lendalige. I'm here to give you the origin or the short history about the Kaguru tribe. Nipo hapa kwa ajili ya kuwapa masimulizi mafupi kuhusiana na asili ya Wakaguru. Unachotakiwa kufanya ni kunisikiliza na kuweza kuelewa asili ya kabila la Wakaguru linalopatikana baadhi ya maeneo ya Morogoro pamoja na Dodoma. Okay, let us drive to our story. Okay, our today's discussion is about the origin of the Kaguru tribe, asili ya kabila la Wakaguru. Na mwalimu wako nitakuwa ni mimi Anania mwana wa Bilishani mwana wa Lendalige. There is a clear overview of the origin and the background of the Kaguru, or sometimes we call the Wakaguru people. So the first question, who are the Kaguru? Wakaguru ni akina nani? The Kaguru, also spelled Kaguru, Megi, Wateumba, Solwa, Magaheri, are an ethnic group in Tanzania, mainly found in Morogoro region, especially in Gairo, Mvomero and Kilosa district. Wakaguru au Kaguru kwa muda mwingine wanaitwa kama Kaguru, Wamegi, Wateumba, Wasolwa, Mageheri. Hili ni grupu linalozungumza lugha za kimakabila linalopatikana maeneo ya mkoa wa Morogoro katika wilaya kwa mfano Gairo, Mvomero pamoja na Kilosa. They are part of the Bantu peoples of Africa and speak the Kaguru language, a Bantu language closely related to but distinct from neighboring languages such as Gogo. Wakaguru ama Kaguru ni moja kati ya lugha za Kibantu ambao kiasili kabisa imetokana na lugha za Kibantu. Ukifuatilia historia ya Wabantu wenyewe ni watu waliotoka West Central Africa ambao wenyewe walimigrate from West Central Africa to East Africa. Na lugha yao au lugha ya Kikaguru inashabihiana au inakaribiana kidogo na lugha za majirani zao ambao tunaita Wagogo wanaoishi baadhi ya maeneo ya Dodoma, mfano Mpwapwa na maeneo mengine ya Dodoma. The Kaguru trace their origins to early Bantu communities. Kwamba ukitaka kujua asili ya Wakaguru wenyewe wanavyotaka kujua asili yao wanajumuishwa kwenye kundi la jamii za Kibantu ambao waliweza kuhama kutoka West Central Africa kati ya miaka ya 2000 hadi miaka 3000 iliyopita. So the Kaguru traced their origins to early Bantu communities that migrated from West Central Africa between 2000 and 3000 years ago. These communities gradually spread into present-day Tanzania, settling in fertile and habitable areas. Kwa kati ya miaka 2000 au miaka 3000 iliyopita, jamii hizi zilikuwa ni miongoni mwa makabila ya Kibantu ambayo yalitoka West Africa, Afrika ya Magharibi na kuja kuishi maeneo ya Tanzania. Na maeneo waliokuja kuishi Wakaguru ni maeneo yaliokuwa na ardhi yenye rutuba na ardhi ambayo kila mtu anaweza akaishi kwa usalama zaidi. The ancestors of the Kaguru established themselves in central Tanzania where they mixed with neighboring groups and developed their distinct cultural identity. Wakaguru wenyewe wakaja kuishi ukanda wa kati mwa Tanzania na wakaja kuweza kuinteract na makabila mengine kama nilivyosema awali ikiwemo Wagogo, lakini wakawa na utamaduni ambao unaweza ukawa ni tofauti na
makabila mengine ikiwemo makabila au kabila la Wagogo. Yes. So let us continue. Their social structure developed around clans, agriculture, and kinship ties. They practiced mixed farming, cultivating crops such as millet, sorghum, and later maize, and raising livestock. Wakaguru shughuli yao kubwa ilikuwa ni kilimo mseto, yaani katika shamba moja wanalima baadhi ya mazao ikiwemo mtama, uwele pamoja na mazao mengine jamii ya mtama. Yaani hawalima gawele, hawalima galugu na mazao gamonga. Baadaye weja kwanza kulima mahindi, yani mtama kwa lugha ya Chikaguru, mtama, na baadaye wakaanza kujihusisha na shughuli ya ufugaji, yani kufuga ng'ombe, mene, ng'olo na kadhalika. Interactions with neighboring groups. The Kaguru interacted culturally and economically with neighboring tribes such as Gogo, Luguru and Sagara. Wakaanza kujihusisha na shughuli za kiuchumi na kiutamaduni, lakini uhusiano wao ulikuwa unalenga baadhi ya makabila au walikuwa wakiinteract kiuchumi na makabila, kwa mfano Wagogo, Waluguru pamoja na Wasagara. Yani hawatendaga biashara Hamwedu pamoja na Wagogo pamoja na Waluguru pamoja na wanu wa Kinangigwa Wasagara. Okay, let us continue to dive to our story. The Kaguru so some areas where Kaguru are found. Baadhi ya maeneo ambayo Wakaguru wanaweza kupatikana. Moja kati ya eneo ambalo leo nitalizungumzia ni eneo linaitwa Mlali. Mlali ni eneo mojawapo ambalo wanaishi Wakaguru, linapatikana wilaya ya Kongwa, lakini pia wameweza kupakana na maeneo mbalimbali ikiwemo Ihanda, ikiwemo Suguta, Chamkoloma, Iduo, lakini maeneo mengine ambako Wakaguru wengi wanaweza kuishi ni maeneo ya Chiwe, maeneo ya Pemba Moto, Laikala, maeneo ya Maguha na maeneo mengine yanayopatikana ndani ya wilaya ya Gairo pamoja na wilaya ya Kongwa, lakini pia na maeneo mengine yanayopatikana Mbomelo na maeneo mengine ya Morogoro. Mlali ni eneo moja hapo ambalo Wakaguru wengi wanapatikana. Mlali is one among the area where the Kaguru speaking language group is found. Who then become more interesting in sunflower production, football and mining activities. Na baadaye Wakaguru wakaanza kujihusisha zaidi na kilimo cha mazao ya biashara ikiwemo zao la alizeti. Nimekuwa ni shahidi mojawapo ya kushuhudia baadhi ya wamama au watu wengi wakijihusisha na ukamuaji wa mafuta ya alizeti ikiwemo Esther Lendalige, ikiwemo Mama Jalome, ikiwemo Oliver, ikiwemo Pearson Luai na watu wengine ambao wanajihusisha na ukamuaji wa mafuta ya alizeti. Kwa moja kati ya zao maarufu zaidi linalolimwa na Wakaguru wanaoishi eneo la Mlali ni zao la alizeti, lakini pia wakaja kuwa more interested in football and mining activities. Ukienda maeneo ya bondeni unakuta shughuli za uchimbaji wa madini, lakini pia in football they are more developed. Kwa kweli baadaye jamii ya Wakaguru wakaja kuwa interested zaidi kwenye michezo ikiwemo mchezo wa mpira wa miguu. Hii ni timu inaitwa Mlali United. Ni vijana wa Mlali, ni vijana wa Kaguru ambao wameweza kujikita zaidi kwenye swala la michezo, especially mchezo wa miguu. Lakini pia ukiachana na economic interest, especially in sunflower production and also in sports and games, especially in football, but also the Kaguru. Due to the economic development, the Kaguru have gained significant influence within Tanzania and internationally. Since to these days, they even have an archbishop known as Elibariki Kuta who lives in the United States. Unayemwona hapo pichani ni moja kati ya watu, ni Mkaguru ambaye ameweza kugain momentum within Tanzania and internationally. Huyu ni moja kati ya mtu ambaye ana
great influence in Tanzania as well as in the worldwide. Ukiachana na Archbishop Elibariki Kuta, lakini pia and lastly they still gaining political strength by having a representative in Tanzania parliament who is known as Isaya Ngurumi. Lakini Wakaguru hao wameweza kuwa na mwakilishi ndani ya bunge la Tanzania. Huyu ni mbunge wa jimbo la Kongwa ambaye ameweza kupita mwaka wa uchaguzi wa 2025, anayejulikana kwa jina la Isaya Ngurumi. Traditional beliefs and practices of the Kaguru. Tuone jamii ya Wakaguru utamaduni wao upoje. Belief in supreme power. Wenyewe wanaamini kwamba traditional, wanaamini kwamba Mungu ndiye muumba wa kila kitu. The creator God known as Mulungu o Mungu. Wenyewe wanaamini Mulungu, wanamuita Mungu kwa jina la Mulungu, ndiye muumbaji wa kila kitu kinachotambaa kwenye uso wa dunia. Mulungu is seen as a distinct but powerful, responsible for creation and the order of the nature. Mungu au Mulungu ndiye muumbaji wa kila kitu na ndiye mpangaji wa kila kitu kinachoonekana kwenye uso wa dunia. Hiyo ni imani ya Wakaguru. Lakini pia ancestral spirits wana kitu kinaitwa mizimu. Wanaamini kwenye mizimu kwamba kukiwa na uhaba wa mvua, ukiwa na vitu vingine, wanaamini kupitia mizimu, yani mababu zao wa zamani walioishi miaka ya zamani. Ancestors, mizimu play a major role in daily life. Kwenye maisha yao wanaamini kupitia mizimu. People believe ancestors protect the family, give blessings and push wrong doors. Offerings such as beef, food or livestock we are given during rituals to please or consult the ancestors. Pale wanapokutana na changamoto mbalimbali, lakini pia wanaamini kwamba hao mizimu ndio wanalinda familia zao, ndio wanatoa baraka. Lakini pia wanapofanya makosa wanaenda kutubu kwa kutoa baadhi ya sacrifices. Kwa mfano wanatoa kafara ya vyakula, kafara ya wanyama na kadhalika. Wanafanya matambiko, wakatenda matambiko wa kuchinja mene, wa kuchinja ng'ombe, lakini pia wanatoa na hata mazao ya chakula kwa ajili ya kuomba msamaha. Lakini pia kiutamaduni wana kitu kinaitwa jando, yani ikumbi. Kwao wanakiita ikumbi. Tunaita mali initiation. Boys undergo circumcised, making their transition into manhood. Yani ili kijana aweze kutoka kwenye hatua ya uvulana kwenda kwenye hatua ya kuwa kwenye ile hatua anaweza akaoa, akafanyeje. Hatua hii ataifikia pale atakapoenda jando ya ngaluta kikumbi cy'ugamba munu yuno tayari kesha kuwa mgosi. This is followed by secretion where elders teach them. Huku wanafunzwa mafunzo, baadhi ya mafunzo, nyimbo na kadhalika, namna ya kuishi kwenye jamii, namna ya kuishi kwenye ndoa na kadhalika. Kwa mfano wana nyimbo zao kule jandoni, wanavita bigono. Baada ya kuimba zile nyimbo zinakuwa na maana, ambazo hizo nyimbo tunaziita kitaalam, tunaziita nyiso. Kwa mfano wanasema matindili gaja gali pwani, matindili gali janga kuwalanga nyota fungasha twende kwa tajiri nani, tajiri Mkapemba na ungoja tuwapikie kawa mtunge pwani, tunge maua mtama sinyimba, cholokosi maua makame kilanja, tumke tule nyama tuwachalazie wote, chinyama chomfupa choloimba si chako, chakula cha Pemba pela. Hiyo ni moja kati ya nyimbo ambayo vijana wanafunzwa kule jandoni. Siwezi nikaimba nyimbo ya vinaitwa vigono, no. Hii ni kwa ajili ya wanaume tu. Naomba niseme asante kwa kunisikiliza, na hapo unaoona ni moja kati ya grupu la Wakaguru wanaopatikana katika kijiji cha Mlali. Ulikuwa nami mwalimu wako Anania Bilishanile, mwana wa Lendalije, mwana wa Msemwa, mwana mwenye mapulo, nami niweze kusema
Bye. Basi tukutane kwa mara nyingine kuweza kujifunza zaidi. Naomba usisahau, nenda YouTube utakuta vitu vyangu vingi, andika Nia Vevo kwa herufi kubwa. Utaweza kunisupport kwa kuangalia au kwa kutizama video zinazopatikana humu, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata matukio mengi zaidi au elimu zaidi kuhusiana na historia.